Ukiushinda udhaifu, umemshinda adui. Ukishinda udhaifu, umemshinda ibilisi, shetani. Ili umshinde shetani, ushinde udhaifu ulionao. Usiposhinda udhaifu ulionao, huwezi kumshinda shetani. Na shetani atakujaribu kila siku kupitia udhaifu. Na ndio maana mimi nataka nikwambie, ukiona mtu ananungunika ndani, ujue ananungunika kwa sababu ya ile eneo alilo dhaifu. Ukiona mtu analalamika, Mungu, kwa nini umeniacha? Umeondoka. Hivi Mungu, mimi nimekosa nini? Mimi bado ni mwenye dhambi. Sijasamehewa bado. Yaani ule udhaifu. Na shetani hatatumia njia nyingine akuja kukujaribu wewe, kwa sababu hajaona udhaifu mwingine, ila atazidi kutumia huo udhaifu ulionao, hilo eneo kukujaribu, ili akuangushe, akutoe kwenye wokovu, akutoe mahali sahihi unapoabudu, akupeleke kwenye makanisa ya mashetani. Ninakusihi ndugu yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kuanzia sasa lazima ufahamu na ujitambue ni eneo gani ambalo wewe ni dhaifu, na katika eneo ambalo ni dhaifu, weka ulinzi, weka maarifa ya kutosha, weka ufahamu wa kutosha, weka imani ya kutosha, alafu utashangaa utamshinda mjaribu. Hata ukishamshinda na mjaribu, na huo udhaifu utakutoka. Maana Biblia inasema baada ya mjaribu kumwachia Yesu Kristo, ndipo sasa malaika wakaja kumtumikia Yesu. Yaani malaika sasa wakaja kumtumikia, ina maana wakaja kumlisha, wakaja kumuogesha, wakaja kumweka sawa. Ina maana sasa kumbe na wewe ukisha mshinda yule mjaribu katika kukujaribu kwenye udhaifu ulionao, ndio malaika watakuja kukutumikia. Malaika watakuletea fedha, malaika watakuletea chakula, malaika watakuletea huyo mume, malaika watakuletea huyo mke, na kila unachokitaka malaika watakuletea. Basi ili ni neno la siku, lishike na litakusaidia sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.